Akawa mkuu tuseme. Hatari sana. Haya, kikitoka kitu kinaingia kitu. Karibu sana mjengoni. Asante sana. Hongera, umependeza vipi? Yaani kama ndio kupata watoto na kwa hivi, basi tena ongeza mwingine mtoto kashakuwa yule shule. Hapana. Mtoto mama mazuri hayo shule jamani. Ungeongeza haraka. Hapana. Bado. Tunataka sogelea maiki kidogo jamani. Na yenyewe hiyo upate vizuri. Kidogo tutasaidia kwa kumwekea show mambo mazuri ili tupate kusikilizana na kuelewana. Na nilisema toka mwanzo wenye maswali yenu basi niandae kwa sababu baadaye ndio hii imefika ambayo tunaungana na show kwa ajili ya kusema mawili matatu. Maana watu mna vitu vingi sana. Haswa mambo ni mengi. Mambo ni mengi. Haya, Maria nataka amalize kwanza hapo alafu ndo tuanze mazungumzo yetu. Maana ni mazungumzo. Haya ni mazungumzo. Tunapiga story jamani. Mama yanaona mahojiano, hii interview. Shule ilikuwaje? Ni mazungumzo tu haya. Hilo linakuangalizia wapi? Na Kabibika alikuwa kwa wapi? Kabibika alikuwa nyumbani na bibi yake. Kwa ukamkamulia pale maziwa yake? Kama kawaida. Na kilomita zilikuwa kama ngapi nyumbani na pale ambapo ulikuwa umeenda kuangalia mpira? Sio ndefu sana, na vile bila kwangu ni karibu. Basi sawa. Nikajiuliza hilo swali jana, nione nipate majibu gani. Sio tena. Watesi tupo live. Ila ukao unatoka na kuingia, yani unaenda unakachungulia kidogo au hapana, nenda bila ulizoishi. Lakini ukamkuta tu yuko njema. Yuko sawa. Tulikuwa sipate maziwa ya mama kwa wakati. Ndio. Basi sawa. Na maneno ya Watesi na yeye anakuwa mengi. Maneno yako mengi kabisa. Kama swala la unyonyeshaji na malezi ya mtoto unaijua. Unajua hiyo wala ikusumbui. Na mtoto sio tutanyonyesha miezi 6 kwanza then ndio tutaanza kuja kumpa chakula, si ndio? Yes. Hilo la msingi sana la kulizingatia. Na jina lako hili shuu limetokana na nini? Kwanza unaweza kutuambia majina yako halisi afu tuambie hilo limetokana na nini? Mimi kwa majina naitwa Ashura Salimoko Abbas. Kwa hiyo Ashura ndio ikazaa show pale. Na hili jina limekuwa gumzo sana kwenye mitandao ya kijamii na lakini pia hasa kwenye tasnia ya urembo. Unafikiri kitu gani hasa kilikusukuma wewe mpaka ukajihusisha na masuala ya saluni kwenye mambo ya urembo? Kwa sababu tu ni kitu ambacho nilikuwa napenda toka nikiwa mdogo. Yes. Kwa sababu nilikuwa naiba lipstick za kina mama sana. Mawigi ya mama unavaa. Jamani, ni changamoto gani kubwa zaidi ambayo umewahi kukutana nayo? Ni hapa hii ambayo niko nayo kwa sasa. Na kwenye saluni labda wakati uko saluni kwa kweli ni changamoto tu ndogo za kawaida ambazo hata naweza nisizikumbuke. Umesema unaona sasa hivi ni ipi? Labda sasa wewe unaweza kuzungumzia kwa design nyingine hapo sisi tunajua kwenye mitandao. Hebu tuweke wazi changamoto imekaje. Nyingine kwenye mitandao. Kuhusiana na swala la huyo baba wa mtoto aliyoinuka. Yes. Yaani kaibuka kama insuka, si ndio? Ghafla bilivu. Hizo eka zote show zilianzia wapi? Mpaka huyo jamaa kuibuka na kuja kusema yeye ndo baba wa mtoto na maneno mengi. Nikaika kwa kweli naweza nikasema zilianzia mbali sana. Kwa sababu kwanza nakiri kwamba kweli yule alikuwa ni mtu wangu. Lakini kwa muda mrefu toka najitafuta Temeke. Mwaka gani? Muda mrefu unaweza kufuata miaka 6. Hapo bado shoot tunaingiwa sasa hivi. Yaani huyu sio huyu kiukweli. Yes, niko naye muda mrefu sana. Kwa nilivyokuwa naye toka kipindi hicho ikaenda sio mtu wa mambo ya wanaume. Kwa hiyo ninaweza nikasema kama mtu ambaye alikuwa tukanituliza tu, mimi nafanya shughuli zangu, unajua na mpenzi wangu pale nikienda atakuwepo tu. Yes. Kwa hiyo ilienda mpaka hivyo nilianza kujikata na nini. Mpaka ikaenda nikafika pote sasa nikaona kama sasa hiyo mwisho. Nilikutana na Sefu. Sio ndio Sefu. Nilikutana na Sefu nilipoachana na yule kijana. Kwa nini uliona iwe mwisho kwa yule kijana? Alifanya nini au uliona nini? Kiukweli kama unavyoona ametoka kwenye jamii haijamkubali.
Kwa hata mimi kwa upande wangu pia ilikuwa ni hivyo hivyo. Na nilikuwa na hofu ya jamii kwamba itanielewaje mshu mbona yuko hivi na huyu. Kwa mwenyewe muona Yaani amonidada lakini subiri kwanza muziki kwanza. Ngoja kwanza Tina. Umekaa naye kwa muda wa miaka 6 tuseme au tuseme 5. Wakati huo ulikuwa unamkubali. Wakati huo mlikuwa wewe unajitafuta na yeye pia anaendelea na issue zake. Haukuona kwamba amendani? Hasa kule gizani siwajua tena. Lakini pia kuna wanawake wengi kama wako gizani huko. Hata wanaonicheka kwenye comments. Wanaonyesha hapo gizani huko wanafanya vitu kama hivyo. Ni vile tu bahati imekuwa mbaya kwa upande wangu. Na pia wewe hukuona kwamba ila ulimpangia yule kijana kama unakaa wote. Hayo ni sensa kama sikosei. Alikuwa anajipangia mwenyewe. Alijipangia mwenyewe. Maana huko kwenye mitandao kwamba ulikuwa umempangia, mkao mnaishi wote huko, mwisho wa siku shote alikuwa anachukua mimi nachukua. Na kwenye swala labda nilikuwa naenda kwake. Au ulikuwa unaenda kwake. Kwenye swala labda la huduma kila mtu alikuwa anajihudumia mwenyewe, yeye alikuwa anakuhudumia wewe kama mpenzi wake. Hapana, kila mtu alikuwa anajihudumia mwenyewe. Kwa hiyo mlikuwa tu wawili kwa sababu ya mahusiano tu. Na hamjawahi kumpatia mtaji wote wa biashara yeye akafanya. Sijawahi. Na mwanzo alikuwa anajishughulisha na biashara gani wakati uko na wewe? Ndio mwenyewe nakutaka nafanya muziki hivyo hivyo. Na show wewe na yule kijana. Jina lake ni nani? Bob Marley. Maana Juma alisema Bob Marley. Sio ndio nayo Bob Marley tu jamani. Hata mimi jina lake nimelisahau. Wewe show tukumbushe jina. Au na umelisahau? Drama. Aha, wewe na Drama mmepishana miaka mingapi? Hivi Drama ndio rais mimi sio leo. Mimi sijawahi hata kujua kwa kweli. Hata kwenye miaka hujawa. Sikwani mtaka kujua. Nimejua tu ni mdogo kwangu basi. Kisha unatudanganya. Miaka mingapi? 5. Kwani hata hujajua na miaka mingapi? Sijajua. Hapo unatudanganya. Sasa tukikutana hapo kwanza kwenye masuala ya mahusiano yenu yalivyoanza na Drama na hivyo na nini, tunatamani kujua au kusikia kutoka kwako. Hizi stories za mtoto imekuwaje mpaka Drama alipotoka na kuja kusema huyu mtoto wako? Sana.